Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na tumia muda huu kusema na wewe ambaye utasikiliza ujumbe huu, hii ikiwa ni mwanzo tu wa season mbalimbali ambazo sasa tutakuwa tunaachilia voice note. Sio tu tutakuwa tunaandika tu jumbe na kuziweka pale watu msome, lakini this time tutakuwa mnasikia kabisa na baadhi ya voice note ambazo tutakuwa tunaendelea kuziachilia kwenye grupu hili. Wewe ambaye unazisikiliza, tunaomba uzifanyie kazi. Usiwe ni mwepesi wa kusikia lakini si mtendea kazi, bali uwe ni mwepesi kusikia na uwe ni mtendea kazi pia juu ya kile ambacho unakuwa unaendelea kusikiliza juu ya watumishi wa Mungu wanachokiachilia kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niongee na wewe ambaye utasikiliza ujumbe huu, na ujumbe huu ukutoe hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Siku ya leo nataka niongee na wewe siri ambayo huijui katika ulimwengu wa kiroho, hasa baada ya kuwa umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Siku ulipookoka ulitangaza vita kati yako wewe na Shetani. Tangu siku ambayo uliokoka, maana yake wewe katika ufalme wa giza ulikuwa ni mwasi. Kwa hiyo adui hakuchukulii wewe kama ndugu tena, hakuchukulii wewe kama mtu wa kawaida kwake, anakuchukulia wewe kama adui. Sasa moja ya mambo ambayo Shetani huwa anashambulia kwa watu waliojizatiti na kusimama kabisa kwa Mungu, Shetani mazingira ambayo huwaga ana target kuhakikisha mtu huyu anamrudisha kwenye kambi zake, anamrudisha kwenye eneo lake, ikiwezekana hawezi kuendelea mbele. Moja ya eneo ambalo adui huwaga anashambulia ni kumzuia mtu huyu asiombe. Anakuzuia usiwe unaomba, atakuzuia usipende ibada, atakuzuia usipende kuhudhuria worship and praise. Na akifanikiwa kukuzuia kwenye maeneo ya ibada, maana yake amefanikiwa kukamata eneo muhimu. Na baada ya muda mfupi sana utashangaa yule aliyekuwa na kili kiujasiri kwamba ameokoka, amempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, utashangaa anaanza kurudi nyuma, anaanza kurudi nyuma. Ukikumbuka mwana wa Mungu, wako watu wengi sana siku ambazo alikuwa anaokoka, alikuwa anampenda Mungu sana, alikuwa anaenda sana kanisani. Huwezi kumwambia chochote juu ya Mungu, huwezi kumwambia chochote. Yuko tayari kugombana na yoyote, yuko tayari kupoteza chochote, yuko tayari kupigana na yoyote, ikiwa tu ametarget mtu hataki amuondolee mahusiano yake na Mungu. Anahudhuria ibada, anapenda maombi, anapenda kushuhudia, anajiona kama ni mtu ambaye anaishi dunia nyingine. Lakini baada ya muda mfupi utashangaa ghafla ile hali ambayo ilikuwa ndani ya huyo mtu inaanza kuondoka taratibu. Nini kimetokea? Adui anaanza kumshambulia. Na moja maeneo nyeti, kama nilivyosema na wewe kwamba moja ya eneo muhimu sana ambalo adui huaga ana target, huwa anaenda kutarget kwenye eneo la maombi. Huyu mtu ataanza kupunguza kuomba, huyu mtu ataanza kutengeneza mazingira, adui ataanza kumtengenezea mazingira ya kutokupenda ibada kama mara ya kwanza. Na yatakapotokea hayo matendo mawili na matatu, pamoja na kutokupenda kusoma neno la Mungu kama mara ya kwanza au kusikiliza mahubiri, manake ndani ya yule mtu nguvu za Mungu zinakuwa haziongezeki tena, zinakuwa zinapungua. Kwa hiyo itakapofikia saa adui amefanikiwa kumfyonza na kumzuia kabisa asifanye ibada, ndipo saa ambapo huwa wanamshambulia na kuhakikisha hasimami tena. Wanamtengenezea mazingira ya kusongwa na mambo kadha wa kadha, yamkini asiendelee tena na mambo ya kiibada. Ngoja nikwambie mwana wa Mungu,
Moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuelewa baada ya kuokoka ni kuendelea kudumisha mahusiano yako wewe na Mungu ambaye amekuokoa. Moja ya njia za kudumisha mahusiano yako wewe na Mungu ni kuendelea kusikiliza neno lake, ni kuendelea kuishi maisha matakatifu, ni kuendelea kuishi maisha ya kiibada, ni kuendelea kuishi maisha ya kimaombi. Sisi wanadamu hatuna njia nyingine yoyote ya kuongea na Mungu isipokuwa njia namba moja tulionayo ni njia ya kumkaribia Mungu kwa njia ya maombi. Sawa na kitabu kile cha Isaya mstari wa kwanza mstari wa 18 anasema, haya njoni tusemezane. Huwezi kwenda kusemezana na Bwana nje ya maombi. Ni sawa na kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite. Hakuna njia nyingine ya sisi kuongea na Mungu isipokuwa ni kumwita kwa njia ya maombi. Unapokuwa unatenda matendo kama haya mara kwa mara, manake kiwango cha nguvu za Mungu ndani yako kinaongezeka. Unapokuwa unapenda ibada, kiwango cha kumcha Mungu kinaendelea kuongezeka. Sikiliza mwana wa Mungu, sikia unayesikia sauti hii, usikubali adui aondoe kile ambacho Mungu alikupatia ndani yako. Na kama hivi unavyoongea na wewe, unaona kabisa ndani yako ile hali ya mara ya kwanza ambayo ulikuwa nayo ndani yako. Ulikuwa unapenda kufunga na kuomba, ulikuwa unampenda Mungu, ulikuwa unapenda ibada, haipo au imekwisha kupotea au imeanza kupungua. Lazima mwana wa Mungu ujue kabisa uko kwenye mstari wa danger zone. Uko kwenye danger zone, uko kwenye hali ya hatari. Unatakiwa kurudi mbele za Mungu haraka sana. Rudi mbele za Mungu haraka sana. Rudi kwa kuungama, rudi kwa kuomba rehema. Mwambie Mungu kwamba, Mungu, ile hali ambayo ilikuwako ndani yangu, naomba unirejeshe, naomba unirejeshe. Nenda mbele za Bwana kulia kwa kuomba. Mungu ni mwaminifu. Utashangaa baada ya muda fulani ile hali ya kiroho ndani yako inaanza kurejea tena, inarejea tena, inarejea tena. Usikubali adui akushinde. Adui anapigana na watu ambao wamesimama kabisa kwenye wokovu. Hao ndio ambao anapigana nao usiku na mchana, akiwa anatafuta kuwaangusha, akiwa anatafuta kuondoa ule ushuhuda ambao wameubeba ndani yake. Na kusi mwana wa Mungu, usiwe wewe wala usikubali kuwa wewe. Hakikisha unaendelea kusimama, endelea kusimama. Wakati mwingine adui amekuwa akiwatengenezea watu mazingira ya watu hao kukosea. Amekuwa akitengeneza mazingira ya kadha wa kadha ya watu hao kuanguka. Mwana wa Mungu, Biblia inasema hatukosi kujua hila za yule adui mwovu. Katika ile Efeso 6 mstari ule wa 11 na kuendelea, kwa sababu tunapaswa kuzijua hila za yule adui mwovu, kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ziko falme, ziko mamlaka, wako wakuu wa giza na pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Na kusimwa na Mungu, kama ndani yako umeona hii hali imeanza kutokea, rudi kwa Mungu haraka sana. Rudi kwa Mungu kwa kulia, rudi kwa Mungu kwa kuungama. Mwambie Bwana, naomba nirejeshe ile hali ya wokovu ndani yangu. Na wakati mwingine unaweza ukaona umekula, mambo yanaenda, kila kitu kimekaa vizuri, lakini ndani yako ibada ile haipo. Ndani yako kupenda ibada hakupo. Ndani yako kusoma neno hakupo. Ujue hiyo ni ishara ya hatari sana, ni ishara ya hatari sana. Mpendwa unayefuatilia wakati una sahi, na kusi katika jina la Yesu Kristo, tamani kuendelea kusimama katika hii neema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu atakayesikiliza ujumbe huu na kuufanyia kazi. Ninaomba Roho Mtakatifu ukauishe utu wake wa ndani. Ninakusi Roho Mtakatifu ukafufue vitu vilivyokufa ndani yake, bali wema na fadhili zako Bwana zisipungue juu yake. Nami Bwana nakutukuza kwa kuwa hakuna kama we, mfalme wa falme. Nami Bwana ninakuinua kwa sababu Bwana unastahili sifa na heshima, wala hakuna Mungu mwingine isipokuwa we, Mungu uliye Alfa na Omega, isipokuwa we Mungu utendaye makuu, isipokuwa we Mungu uliyetukuka Bwana.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaachilia watoto wako hawa wa familia nzima ya House of Grace kwenye mikono yako. Ninaomba baraka zako, uwepo wako na nguvu zako Bwana zikaendelee kuwafunika katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa Mungu wewe ni Alfa na Omega. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.